nafsi yako ifunge kamba, iambie wewe nafsi koma, tubia wewe. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabb irhamna fa innaka bina rahim, wa la tu'adhibna fa innaka alayna qadir, waltuf bina fima jarat bihi almaqadir. Anta ya maulana ala ma tasha'u qadir. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. Katika darasa iliyopita tuliishia kwenye aya ya 19 ambayo ilikuwa inazungumzia tabia za binadamu kwamba huwa wana mori wa kimazoea au tabia kwenye maisha yao ya kijamii walionayo. Sasa watu wakiwa na jambo walilolizoea, kuwatoa hapo ukawapeleka kwenye jingine, huona kama ndo unawakufurisha vile, na huwa wanajisifia na kujifakharisha kwa kile ambacho wamekizoea japo sicho. Tulisoma kwamba walijifakharisha Makureshi kwa sababu ya ukarimu wao wa kutoa huduma pale kwenye msikiti mtukufu wa Maka. Wakawafanyia ukarimu wageni, wakawasaidia maji ya kunywa, wakawapatia huduma nyingine za kibinadamu. Wakawa wanajiona kama ni kupendwa kwa Mungu kwa kufanya amali njema, wao wanastahiki kupata hadhi zaidi kwa Mungu, wao ni wema zaidi kwa Mungu kwa yale wanayoyafanya. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala na yeye akawaambia, aj'altum siqayata alhaji, hivi nyinyi mnajalia kuwapa maji ya kunywa mahujaji wakati mnakufuru Mungu hamumtambui, wa imarata almasjid alharami, na kuutunza msikiti mtukufu kwa kuupaka rangi majengo na hivi kuboresha. Kufanya hayo mnajalia kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah, anayetunza msikiti kwa kutazama uzuri wa jengo, na hata kama anawasaidia wenye kiu maji ya kunywa ni jambo bora, lakini utamfananisha aliyetosheka na kusaidia watu na kujenga msikiti.
lakini hamuamini Mungu wala haamini kuwa kuna kiyama, na hiyo dini anayotaka Allah hayana haja nayo, utawajalia watu hawa sawa sawa? Aj'altum siqayat alhaji, munajalia kuwapa watu mahujaji maji ya kunywa, wa imarat almasjid alharami, na kuimarisha tu, kuutunza tu huu msikiti mtukufu kwa kuangalia uzima wa majengo yake. Hayo tu. Kaman amana billahi, aliyefanya hayo awe sawa na yule aliyemwamini Allah wal yawmil akhir, na akaamini kuwa kuna siku ya mwisho, kwa hiyo anajiandaa. Wajahada fi sabilillahi, akajua Allah ana jambo lake linataka litendewe kazi, akafanya juhudi ya kuipigania hiyo dini ya Allah. Allah mwenyewe akasema, akatoa jawabu, la yastauna inda Allah, hawawi sawa sawa wanaoimarisha majengo na kutoa huduma za kibinadamu bila ya kumwamini Mungu na siku ya mwisho na kulipa kipaumbele lile alilolipa mwenyewe Allah. Hawi sawa sawa na mtu aliyeamini Mungu, akaamini siku ya mwisho, na lile analolipenda Allah akalishughulikia. Hawa hawawi sawa sawa. La yastauna inda Allah, watu hawa hawawi sawa mbele ya Allah. Wallahu la yahdi alqauma adh-dhalimin, na Allah hawaongozi wakafikia kwenye mafanikio watu wanaoishi kwenye dhulma. Wanafanya dhulma alafu wenyewe wanajiona wako sawa na wanategemea kheri kwa Allah. Wallahu la yahdi alqauma adh-dhalimin, Allah hawaongozi, hawafanikiwi watu wanaodhulumu. Na dhulma kubwa kwa mujibu wa siyaki ya aya ni shirki. Hawa walikuwa hawamwamini Allah mmoja peke yake, na hawaamini kuwa baada ya kuondoka duniani kuna maisha mengine, kwa hiyo hawaamini akhira. Na Allah kaleta dini yake hapa, wao pia wakawa wanaipinga, lakini bado wanajiona wao ndo watukufu mbele ya Allah kuliko waumini. Sasa aya ya 20 inafafanua hiyo ya 19 iliyomalizika. Alladhina amanu, hayo makundi mawili, hizo aina mbili za watu zilizoambiwa si sawa sawa. Ufafanuzi wake kule kutokuwa sawa sawa kwake kuko hivi: alladhina amanu, hawa walioamini, wahajaru, na wakafanya hijra, wajahadu fi sabilillahi, na wakafanya jihadi kuipigania, kuilinda, kuiendeleza dini ya Allah, biamwalihim wa anfusihim. Katika kuipigania dini kuna nyenzo zinahitajika. Panapotakiwa mali, hawa wanatumia mali zao. Panapohitajika nguvu, wanatumia nguvu zao wenyewe. Hawa wanaofanya haya, a'zamu darajatan inda Allah, daraja yao mbele ya Allah ni kubwa, hawawezi kufanana na washirikina. A'zamu darajatan inda Allah, wana daraja kubwa zaidi mbele ya Allah. Wa ulaika humul faizun, na hawa ndio waliofanikiwa. Hadha ziyadatu tawdihin wa bayanin, aya hii ya 20 ni ziada, ni nyongeza katika kuonesha ufafanuzi na kubainisha uwazi wa mambo, tofauti ya kafiri na mu'min, tofauti ya mshirikina na mukhlis. Ziyadatu tawdihin wa bayanin li ahli aljihadi wal imani, ni ziada ya ufafanuzi wa kuwafafanua watu waliokuwa na imani ya tauhidi na waliokuwa wanashiriki jihadi, lile alilolitaka Allah wao wakalipa kipaumbele. Wal maana, na maana ya aya hii ya 20, alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan inda Allah. Maana yake, innal ladhina tahharu anfusahum
min danasi shirki bil imani. Alladhina amanu, innal ladhina, hakika ya watu ambao, taharu anfusahum, wamezitaharisha nafsi zao, wamezisafisha nafsi zao, min danasi shirki, wakazitakasa kutokana na taka za ushirikina. Nafsi ya mtu ni ule ubinadamu wake, ni jambo la kiroho hili. Kwa hiyo roho zao wamezitakasa zikawa ziko safi upande wa imani. Walijishibisha imani, wakaamini Mungu ni mmoja peke yake, hana mshirika, na hapaswi kufananishwa na yoyote katika vilivyopo ulimwenguni. Jambo la kwanza linalowafanya hawa wawe watukufu, wasifanane na washirikina, hawa waumini wao, taharu anfusahum, wamezisafisha nafsi zao. Izingatiwe kwamba hata hao masahaba wa Mtume kabla ya Uislamu walikuwa kwenye mila moja na hawa ndugu zao, wakiabudu dini yao ya miungu wengi, wakienzi mila na dasturi ya wazazi wao. Lakini hawa walipohubiriwa ukweli, nyoyo zao zilikuwa ziko salama, wakaufahamu na wakaukubali, wakaufanyia kazi. Kwa hiyo hata kama na wao walikuwa kule zamani, lakini walikubali kufanya mabadiliko. Walikuwa na wao wachafu kama wale, wanaabudu masanamu yao, wanaenzi mila na dasturi za wazazi wao. Lakini hawa wanaosifiwa kuwa tofauti na wale, tofauti yao ni kwamba hawa wamekubali kubadilika. Wewe kama hukubali kubadilika, ukabaki Muislamu kwa jina tu, matendo unafanya ya wale wale, unahesabiwa wewe na wale ni sawa sawa, wale ndo wenzio. Hata ukilala leo kwa kifo, ukiamka kwa kufufuliwa, unafufuliwa na wale. Tofauti ya watu waliokubali haki na wale ambao wanapingana nayo, walioikubali haki, taharu anfusahum, wamekubali kuzisafisha nafsi zao, min danasi shirki, kutokana na taka za ushirikina, bil imani. Kitu walichotumia kutaharisha nafsi zao ni imani. Wamehubiriwa imani, wakaikubali imani. Wameambiwa wamwamini aliyeumba, wamemwamini aliyeumba. Kwa hiyo walitofautika moja kwa moja na wale ambao wanang'ang'ania miungu yao ni ile waliorithi kwa wazazi wao. Hapa fanani. Hawa ni watu wawili tofauti. Hawa washajisafisha, wako safi, wale wengine bado wangali na taka zao za ushirikina. Hawa wamehubiriwa imani, imani ikawabadilisha, wale wanaipinga, hawajataka kubadilika. Hawa ni watu wawili tofauti. La pili linalowatofautisha waumini wao, wataharu abdanahum bilhijrati min al-awtani, wameitaharisha na miili yao. Wamezitaharisha kwanza nafsi zao, ambayo ni amali ya kiroho, wakajaza kwenye nafsi zao imani. Wataharu abdanahum, wakataharisha na viwiliwili vyao, bilhijrati, kwa kuhama. Ile hijra ni mtu kujisafisha physically min al-awtani, wakahama kwenye miji yao walimozaliwa, kuna rasilimali zao, kuna ndugu zao, kuna kila kitu, wakahama kwa ajili ya kutaka radhi za Allah. Mwenye kuhama anaitaharisha vipi mwili wake? Ni kwamba ukikaa mahala pana wenyewe, wana mambo yao, wana miongozo yao, na yale yako wewe yakawa hayakupewa nafasi, lile la halali kwako kwao wao haramu, na lile ambalo kwako wewe haramu wao kwao ni halali, kuna moja kati ya mambo mawili litatokezea. Kama unakinzana na watu ambao wako kwao wana nguvu ya maamuzi, hutoishi kwa raha, watakuadhibu na ikiwezekana watakuua.
na kama hukuwa tayari kuadhibiwa au kuuawa, inabidi uridhie na ufuate taratibu zao, na ukifuata taratibu zao wewe ni kama wao. Aya nyingi kwenye Qur'ani zinasema, kwa mfano, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliyaa min dunillahi ba'dhuhum min ba'd, enyi waumini, musiwafanye mayahudi na manasara ni wasimamizi wa mambo yenu, mawali wenu, mkawakunjulia nyoyo kwa mapenzi kabisa, mkaridhishwa na yale wanayoyafanya, mipango yao, sera zao, taratibu zao, na mkawa mnasikiliza ushauri na miongozo kutoka kwao. Msiwape kipaumbele hicho. Ba'dhum min ba'd, hawa wanafaa waburuzane wenyewe tu kwenye jambo lao waliloliridhia. Innakum idhan mithluhum, kama mtakubali nyinyi kufanya wanayoyafanya wao, mbele ya Allah mnakuwa regarded nyinyi ni kama wao. Kwa hiyo ukiishi kwenye ardhi ya Wayahudi na wewe ni Muislamu, wakati unajua Yahudi Uislamu wako hataki kuona unaufanyia kazi, unaishi kwake, ufate taratibu zake, wewe Yahudi. Nafahamika? Unakaa kwenye ardhi ya Wakristo, Wakristo wabaguzi, wenye ubinafsi, hawapendi dini yako. Salama yako hapo ni kufuata mila yao, wanachokipenda, wanachokisimamia, wewe uende nacho hicho, utaishi vizuri. Ukisema hapana, hili jambo lenu kwangu mimi halifai, unatengeneza kesi, maafa yatakufika, majina mabaya utaitwa, na matokeo ya kuitwa majina mabaya yatatolewa maamuzi, uhukumiwe kwa hayo majina mabaya uliokuwa nayo. Na ukisema unataka salama, uridhie wanayoyataka. Innakum idhan mithluhum, mkiwatii kwenye taratibu zao, mnatambuliwa nyinyi ni kama wao. Sasa kwa muda wa miaka 13 ya utume pale Maka, Mtume alikuwa hana sauti, alikuwa hana nguvu ya kukisimamia hata kile anachokitangaza pale Maka, kwa sababu pana utawala wa watu, pana wenyewe. Na ndio maana anayesikilikana kasilimu, kamuunga mkono Muhammad, yanamfika ya kumfika, na Mtume alikuwa hana uwezo wa kufanya maamuzi magumu, sipake pana wenyewe na wana nguvu. Lakini Allah alipotaka kulitengeneza jambo lake, na alikuwa tayari ana rasilimali watu ya kutosha, katengeneza mazingira ya kuwabagua. Ondokeni hapa mnapokandamizwa, hamieni huku ambako mutamuabudu Mungu wenu kwa uhuru bila ya bughdha. Likatolewa agizo la hijra, hameni kwenye mji ambao watawala wake sio watu wema, hawamuamini Mungu. Hamieni kwenye eneo jingine ambalo mtakuwa na nafasi na uhuru wa kuyatekeleza yale ambayo ni majukumu ya kiutendaji atakayokupeni Mola wenu chini ya uongozi wa mtume wenu. Hijra ilikuwa wakati huo necessarily compulsory. Wahame, wakahama Maka, wakahamia Madina. Na wengineo waliokuwa kando na mji wa Maka, nao wanaodhalilishwa huko kwao, wakahama makwao, wakahamia Madina. Kwa hiyo kitendo cha kujitoa mahala ambapo huko huru, huna uhuru wa kuabudu, ni kujitakasa na kujiweka huru. Ukaondoka unapokandamizwa, ukaenda mahala ambapo una uhuru. Hiki ndo shekhe akasema, wataharu abdanahum, hawa waumini hawa wameitaharisha miili yao. Maka miili yao pia ilikuwa haiko huru. Hana uhuru mtu wa kufanya vitendo anavyotaka kwa mujibu wa dini yake, kwa sababu haviruhusiwi. Lakini katoka hapa kaenda mahala pengine,
yuko huru kufanya lile ambalo kwa mujibu wa imani yake ni sawa. Kwa hiyo kajipatia uhuru wake kamili wa kufanya ibada kwa kwenda mahala ambapo ana uhuru wa kufanya hivyo. Yeye na mwili wake ana right ya kufanya lolote wakati wowote bila ya kubughudhiwa na mtu, kwa sababu huko alikokuwa yuko huru, mambo haya ndo kwa hala kwake. Kwa hiyo walihama watu kwenye miji yao. Taharu abdanahum, walitaharisha miili yao bilhijrati minal autani. Kilichowafanya miili yao iwe safi, iwe huru, ni kuhama kwenye miji yao ambayo ilikuwa inawafanya wasiwe na uhuru wa kufanya watakalo. Wakaenda mahala ambapo wako huru kwa mujibu wa imani yao ya dini kufanya watakalo kwenye mambo ya ibada. Wewe imani yako Mungu mmoja, unakaa kwenye mji wa watu ambao miungu yao ni mingi, watakubali wapi uidhalilishe, uidharau miungu yao? Watafosi uheshimu maamuzi yao, uheshimu na miungu yao. Lakini ukiondoka hapa uko huru kufanya lile ambalo kwa mujibu wa imani yako ni sawa. Hili wamelifanya waumini. Wameihama Maka, wamejiimarisha vizuri kwao, wana majumba mazuri ya kuishi, kuna familia zao, ndugu, jamaa na marafiki, wakaachana na vyote hivi kwa ajili ya imani. Kwa hiyo Allah amethamini hichi walichokifanya. Ni maamuzi magumu, lakini walitekeleza maamuzi hayo. Allah kathamini walichofanya. Jengine, wabadhalu anfusahum wa amwalahum, wametumia miili yao, wametumia nafsi zao na wakatumia mali zao liljihadi fi sabilillahi au fi sabili rahmani, kwa ajili ya kufanya juhudi ya maksudi ya kuipigania dini ya Allah au dini ya Rahmani. Wanajua dini yetu inapingwa. Hawa ambao tumehama kwao wametukataa, lakini hata kuhama tukahamia pengine bado wanatutafuta. Wanasema tukipata nguvu tutalipiza waliotufanyia. Wanataka watu angamize. Kwa hiyo lazima tujipange vizuri kiulinzi na tukae tayari kwa lolote litakalotokezea. Panapohitajika mali, walichangishana mali zao wenyewe, dola yao bado changa. Panapohitajika nguvu, kila mwanamume mwenye nguvu alikuwa ni askari, lazima ashiriki kwenye shughuli za ulinzi kwenye jamii yao ambayo changa, lakini bado inatazamwa kwa uadui na watu wenye nguvu. Sasa Allah anasema huwezi kuwafananisha hawa. Hawa wanajisifia wanatunza Al-Kaaba na wanasaidia huduma za kijamii za kibinadamu mahujaji kwa kuwapa maji, chakula. Hawa wamemuamini Allah wa kweli kwenye nafsi zao, halafu wakakubali kuhama kwenye miji walimojiimarisha, wana mali zao, wana kila kitu, wakasamehe. Halafu kuna jambo wanalishughulikia linakataliwa, lakini wakasimama kidete kulilinda na kuliendeleza. Wanafanya yote kwa ajili ya Allah. Wanashindana na watu wanaompinga Allah. Utawafananishaje watu wawili hawa? Nasema sisi tumewapa maji mahujaji, na mahujaji wageni wa Mungu. Huyo Mungu mwenyewe mnamkataa. Sasa wewe unayemkataa Mungu na anayemkubali, nani anakuwa na thamani? Ndio maana Allah akafafanua thamani ya waumini, ziada ya thamani yao kaieleza hapa. Alladhina amanu wa hajaru, walioamini wakafanya hijra, wajahadu fi sabilillahi, wakafanya juhudi kwa maneno na vitendo kwenye dini ya Allah, bi amwalihim wa anfusihim, kwa kutumia mali zao zinapohitajika mali na kutumia miili yao wanapohitajika wao wenyewe, fi sabilillahi, katika kuipigania, kuienzi, kuilinda na kuiendeleza dini ya Allah. Wametoka kwenye miji yao wakasafiri,
wakaenda kwenye miji ya mbali kulingania dini. Haulai almuttasifuna bil awsafi aljalila, hawa watu waliosifika na sifa hizi tukufu, a'zamu ajran, hawa wana ujira mkubwa mbele ya Allah. Hawezi kufanana na washirikina wanaotunza masanamu wakajisifia kwa kuwapa watu maji na kuimarisha jengo. Hawawezi kufanana. Waliofanya haya mambo matukufu, a'zamu ajran, kwanza mbele ya Allah wana ujira mkubwa, wa arfa'u dhikra, alafu thamani yao ni kubwa mbele ya Allah. Yani jina lao lina nafasi kubwa, min suqatil hujaji, kuliko wale wanaowapa maji mahujaji. Si kitu kuwapa maji mahujaji, japo ni jambo lenye fadhila, lakini fadhila inakuwa baada ya kumwamini Allah. Wewe humwamini Allah kumpa maji hujaji, hujafanya jambo la kheri hata kidogo. Kheri ulioifanya haikunufaishi hata wewe mwenyewe mfanyaji, mpaka uwe na imani kwanza. Waliofanya matukufu hayo, arfa'u dhikra wa a'zamu ajra, wana ujira mkubwa na jina lao limetukuka ni kubwa. Min suqati alhujaji au min suqati alhaji, kuliko wale wanaowapa maji mahujaji. Wa umari almasjidi alharami, na wale wanaoujenga wakautunza msikiti mtukufu. Wa hum billahi mushrikun, wanawasaidia mahujaji na wanautunza msikiti mtukufu, lakini wakiwa washirikina. Hawataki kumpa sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Chini ya la ilaha illa Allah hakuna anayestahiki kuabudiwa kwa haki ila Allah. Wanafanya mambo wanayosema ya Allah, lakini Allah mwenyewe hawamuamini. Wanamshirikisha na vitu ambavyo havistahiki hata kushirikishwa navyo. Wa ulaika humul faizun, na hawa waliofanya mambo matukufu ya imani, jihadi, hijra, hawa ndio waliofaulu mbele ya Allah. Wametumia dakika zao chache duniani vizuri, na wakafanya matendo ambayo malipo yake ni makubwa siku ya malipo, na yatawaweka katika nafasi tukufu kwenye firdausi ya daraja za juu. Kazi waliofanya duniani ni kubwa. Baada ya imani wakafanya hijra, wakashiriki jihadi, hawa mbele ya Allah wana thamani kubwa mno. Huwezi kuwafananisha na washirikina. Wa ulaika humul mukhtasuna bil fawzi alazim fi jannati na'im, ni hawa tu ambao baada ya imani wakaifanyia na vitendo. Hawa ni mahsusi walioteuliwa kuwa ndio waliofuzu, watapata mafanikio makubwa fi jannati na'im, kwenye pepo yenye neema. Huendi kwa kuteuliwa tu kwa sababu wewe ni mtu wa kabila tukufu, basi watu wa kabila tukufu wapelekeni mahala patukufu. Ni matendo matukufu baada ya imani ya kumwamini Allah ndio yanayokufanya uende mahala pema. Sasa hawa ambao wameamini wakafanya hijra na wakashiriki jihadi, Allah anasema yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwani. Toka duniani Mola wao anawabashiria, bishara inakuwa ni habari njema. Yubashiruhum rabbuhum, Mola wao anawabashiria, birahmatin minhu, kwamba watapata rehma inayotokana naye Allah subhanahu wa ta'ala, wa ridwanin, na Allah atakuwa yuko radhi nao. Kawarehemu alafu yuko radhi nao, kawawia radhi. Wana radhi ya Allah waumini waliofanya hijra na wakashiriki jihadi, hawa Allah yuko radhi nao. Wengine ambao hivi vitu wamevibeza hawana radhi ya Allah. Yubashiruhum rabbuhum, anawabashiria waumini muhajirina alafu mujahidin, Mola wao anawabashiria birahmatin minhu, anawabashiria rehema inayotokana naye. Kawarehemu. Kurehemewa ni kutolewa kwenye maafa ukapelekwa mahala salama. Ulikuwa uende motoni, Mola wako kwa sababu ya nyenzo alizokupa
umefanikiwa kutoka kwenye njia ya motoni ukaenda peponi. Hiyo ni rehema ya Allah. Hawa wametangaziwa fursa, wakaikubali ile fursa, ikawavua au ikawatoa fursa. Watakuwa ni watu wema, japo historia yao zamani walikuwa wabaya. Wamerehemewa, kule kubaya wametolewa, sasa hivi wanaangaliwa vingine na wana jina jingine kabisa. Yubashiruhum rabbuhum, anawabashiria watu hawa wema Mola wao, birahmatin minhu, anawabashiria kupata rehema zake, rehema zinazotokana naye Allah. Hata kama walimshirikisha mwanzo, lakini kwa sababu wamekubali kujirekebisha, wamebadilika, Allah na yeye kawabadilishia. Hatawatazama kwa mtazamo wa amali zao za zamani, anawatazama kwa mtazamo wa amali zao mpya baada ya imani na walichotenda. Waridwanin, halafu anawabashiria kwamba karidhishwa na walioyafanya. Wamefanya maamuzi muafaka ya kuacha ushirikina, wakamkubali Mungu mmoja. Na hii ndo ishara ya rehema za Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanur Rahim. Kufuru kadiri utakavyokufuru, fanya maasi unayoyajua wewe, lakini fursa ipo maadamu bado uko hai. Ukiitumia fursa ya kutubu makosa yako, ukarekebisha tabia yako, Allah akiridhishwa na toba yako, akikusamehe, hakuangalii historia yako nyuma, anakuangalia kuanzia siku uliyosema nimekoma, sirudii tena. Basi wewe itakuwa ni mtu uliyerehemewa, kama alivyosema, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, sema ewe mtume, waambie watu, waambie mimi Mola wao nasema hivi, enyi waja wangu ambao mmepitiliza, mmechupa mipaka katika kuzidhulumu nafsi zenu, mmefanya israfu. Israfu ni fujo ya matumizi. Mmepindukia viwango katika kumkosea Allah. La taqnatu min rahmatillahi, msikate tamaa na rehema za Allah. Hawa si wamebashiriwa rehema na radhi? Basi enyi waja wangu, hata mlio hai leo, ambao mnajihisi mmepindukia mipaka ya kufanya israfu, fujo katika maasi ya kumwasi Allah, la taqnatu min rahmatillahi, msikate tamaa na rehema za Allah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, Allah anasamehe madhambi ya aina zote, hayo ya ushirikina, mauaji, dhuluma, kila aina ya baya unalolijua. Madam fursa bado ipo, itumie. Mkabili Mola wako, mwambie Mola wangu, nimekukosea sana na sina uwezo wa kuja kwako ukiwa umenikasirikia, naomba unisamehe, nimetubu makosa yangu, sirudii tena. Kama ahadi yako ni kweli, akiridhika Allah hurudii tena, anakusamehe yote ya nyuma, unaanza upya. Lakini kuna watu wanafanya makosa, wanayarudia tena, nasaha hawakubali, hii kutubu pia hawataki, mpaka mauti yanawakuta. Hasa wewe mwenyewe ukenda hivyo vibaya, itakuwa hili ni chaguzi lako mwenyewe, umejichagulia huo ubaya. Lakini fursa zipo. Hawa waliotangaziwa bishara ni kwamba wametumia fursa, na wao walikuwa huko, lakini kwa sababu akili zao ziko salama, walipoaridhiwa imani wakajua thamani yake, wakaamini. Waliyemwamini akitoa orders, maagizo yake, wanakubali kutekeleza. Wakikatazwa mambo mazuri walioyazoea na wanayapenda, madam Mola wetu hataki, tunaacha. Hilo ndio linalotakiwa. Ukiliweza hilo, mbona mambo yako mazuri, unaenda mahala pema, na mizigo yote uliobeba uko nyuma ulikotokea unatuliwa, unasamehewa. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu, Mola wao hawa watu wema anawabashiria rehema kutoka kwake, kutoka kwa Allah. Waridwani, naona anawabashiria radhi zake,
kawawia radhi, yuko radhi nao. Ulaika humul muttasif, ulaika humul mukhtasuna, hawa waumini watendaji ndio waliokhasisiwa. Sijui tutafsiri vipi Kiswahili. Almukhtasuna manake hawa ni makhsusi, wamechaguliwa. Bilfawzi alazim, kwamba waliokubali kujirekebisha wameteuliwa kuwa wana mafanikio makubwa. Mafanikio makubwa yapo kwa ajili yao. Walikuwa wakosefu kama wale, lakini hawa wasema tutafanya hivi mpaka lini, wakajirekebisha. Hawa Allah kawapa ikhtisasi ya kuwa wao ni wenye mafanikio makubwa, fi jannati naim, kwenye pepo zenye neema. Walikosea lakini alafu wanaenda peponi. Wa jannatin lahum fiha naimun muqimun, wamebashiriwa pepo ambayo kumewekwa huko peponi kwa ajili yao neema za kudumu. Wa jannatin, yani ubashiruhum rabbuhum jannatin, Mola wao anawabashiria pepo, wataingia peponi. Lahum fiha, wameandaliwa watu hawa huko peponi, naimun muqimun, neema za kudumu. Zimezungumzwa kwenye Qur'ani kwenye sura mbalimbali, neema za peponi. Majumba mazuri ya kuishi, mashamba makubwa yenye miti ya matunda, wake wazuri hujapata kuwaona, fanicha kwenye hayo majumba yako. Halafu kule huko huru, si kwa hala kwa ibada wala kufanya kazi. Akhera hamna kufanya kazi, kule ni kutumia tu. Neema hizo ni za kudumu. Huambiwi shika jembe upalilie mashamba yako, huambiwi muda mrefu sasa paka angalau rangi nyumba yako. Hivi vitu kule wala havina nafasi, hufanyi kitu, hamna kazi. Kazi unafanya hapa, ukisikia adhana Allahu Akbar, acha kila kitu, sema Mungu ndo mkubwa zaidi kuliko hii kazi, kuliko ofisi, kuliko shamba, kuliko asali, kuliko hivi. Itikia wito. Hiyo ndo kazi ambayo malipo yake ndo unaenda kupata hiyo neema ya kudumu, ambayo haina gharama wala hutumiki. Kutumika ndo hapa. Acha kila kitu, umwabudu Allah kwa ikhlasi kabisa. Aridhike mja wangu anachokifanya kweli ananifanyia mie. Hicho ndo Allah anachokipenda na anakipa thamani ya hali ya juu. Utakuja kufurahi siku ukilipwa. Sio unafanya kwa mazoea tu. Fanya kwa ikhlasi kabisa, ukusudia hasa nafanya amali yangu hii kwa ajili ya Allah. Na Allah kuna siku amali hizi atazikagua. Kwa hiyo amali yako usiharibu, siku ikikaguliwa iwe ya kiwango. Hiyo ndo yako mwenyewe, ndo mtaji wako. Kwa hiyo muda wa kuishi hapa mchache, lakini huu ndo muda wa kufanya kazi. Kazi unazozifanya hapa, amali unazozifanya hapa, zikija kukaguliwa, zikapigwa thamani, ukalipwa, ndo zinakufanya ukaishi maisha ya raha huko unakokwenda. Sasa ukiziharibu ndo unajiharibia mwenyewe, humkomoi mtu. Dini iwe ndo chaguo lako la kwanza, halafu uwe uko vizuri katika kuyatendea kazi yale maagizo ya dini. Yani yubashiruhumul maula, anawabashiria watu hawa Mola wetu mlezi, birahmatin azima, waja hawa wema wanabashiriwa rehema kubwa. Allah atawarehemu kwa rehema zake kubwa. Waridwanin kabirin, halafu Allah anawabashiria kawawia radhi sana, watapata radhi za Allah. Min rabbin azim, hii rehema na radhi inatokana na Bwana mkuu Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye mwenyewe ndo anabashiri hivyo vitu. Baada ya rehema na radhi za Allah, anabashiri pia Allah wa jannati lahum, anawabashiria pepo ipo kwa ajili yao. Wale waumini waliofanya hijra wakapigana jihadi,
kuisimamia dini iweko kwenye maisha ya watu, watapata jannati naim wa jannati lahum, anawabashiria pepo ipo kwa ajili ya watu hao. Fiha, kwenye hiyo pepo, naimun muqimun, kuna neema za kudumu hazina mwisho. Maisha ya huko hayana mwisho, hamna kufa tena wala huzeeki, siku zote kijana mzuri tu, na unaishi kwa raha kwenye maisha ya neema. Wa jannatin aliyatin, Allah anawabashiria waumini watendaji watapata pepo tukufu. Kutufu hadania, mazao ya miti ya peponi yanapatikanwa chini chini. Kuna haja ya kupanda mchungwa wala mnazi wala chochote huko, vitu vyote ni simple. Lahum fi tilka aljannati naimun daimun, watapata watu hawa wema kwenye hizo pepo neema zisizokuwa na mwisho, ni za kudumu. La zawala lahu, hazitowaondokea kamwe. Miti ya peponi inazaa siku zote, huambiwi msimu huu machungwa bado. Siku zote miti siku zote imezaa, chochote unachokihitaji wakati wote kipo. La yazulu, la zawala lahu, neema za peponi haziondoki, zipo constantly permanent. Mathalul jannati allati wa'ida almuttaqun, mfano wa hiyo pepo ambayo wameahidiwa wacha Mungu. Ukuluha daimun, vyakula vyake viko siku zote, daima vyakula vimo mashambani. Wadhilluha, na kivuli peponi kiko siku zote, saa zote. Hakuna wakati utaona jua kali lainda mpaka uvue nguo ujipepee. La yarauna fiha shamsan wala zamharira, watu wakishaingia peponi hawatakuja na kipindi wakaona jua kali linatishia amani, wala hakuna vipindi vya baridi tena lazima watafute mablanketi, watafute heaters na hivi. Hali yake ya hewa imekadiriwa moderate saa zote za mwaka. Tilka uqba alladhina taqaw, hiyo ndio nyumba ya kufikia watu waliomcha Mungu, walioishi duniani kwa kufuata taratibu zake. Wa uqba alkafirina an-nar, lakini nyumba watakayofikia makafiri ni motoni. Motoni maisha yote yasiyokuwa na mwisho. Sasa mtu ajichagulie mwenyewe. Khalidina fiha abada, hawa wa peponi wakishaingia huko watakaa humo peponi milele kwenye raha zao ambazo hazitoweki. Na wa motoni vile vile hali kadhalika, wakishaingia huko motoni watakuwa huko khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada, hawa watu wema hawa wakishaamuliwa kuwa wamefaulu mitihani yao, makithina fil jinani, watakaa humo kwenye pepo, ila ma la nihaya, kwenye muda ambao hauna kikomo, kuhesabiwi siku wala miaka. Kama mfungwa mwingine anaambiwa una makosa 3 yote yamekutia hatiani, kila kosa miaka 60, kwa hiyo utakaa miaka 180 jela. Wakati huo anahukumiwa mtu ana miaka 60 pengine. Hayo 180 anaipata wapi? Basi ndo keshaandikiwa namba tu, pengine akae miaka yake 2, miezi 6, mauti yanamkuta kafa. Lakini huku tunakokwenda kufa hakuna tena. Kama ni adhabu ni adhabu milele, na kama ni raha ni raha milele. Anakaa milele fil jinani, kwenye pepo, ila ma la nihaya, kwenye muda ambao hauna mwisho. Siku zote yupo kijana, ana afya, hakuna kuumwa huko, maisha tu unastarehe kwa raha zako. Inna Allaha indahu ajrun azim, hakika Allah mbele yake huko kwenye ufalme wake, kwa wale waliomtumikia, waliotenda kwa ajili yake, ameweka huko mbele yake ujira mkubwa kwa watumishi waliofanya vyema au walioamini na wakatenda kwa mujibu wa imani yao. Inna Allaha indahu ajrun azim, Allah mbele yake tukirudi huko
kuna malipo makubwa kwa waliotenda vyema. Allah atuwafikishe kufanya hayo mema na tuyafanye kwa kiwango, yawe mazuri na ujira ukawe mkubwa. Ai maana yake inna Allah indahu ajrun azim, bimaana thawabuhum inda Allahi azimun, malipo yao kwa zile amali walizofanya duniani yatakuzwa, yatakuwa ni makubwa. Allah kasema moja lililofanywa kwa 10 kima cha chini. Kadiri ukifanya vizuri zaidi, thamani ya kazi yako inaongezeka. Unaweza ukafika mpaka 1 kwa 700 na mwingine anazidi hapo 700. Kwa hiyo kwa Allah kuna malipo makubwa. Umefanya amali yako kiuzembe mbaya, kima cha chini kama karafuu, tuseme ile mpeta, basi 1 kwa 10. Ikiwa nzuri inategemea kiwango cha ubora wake, daraja la kwanza, la pili, la tatu, hivi unalipwa kwa mujibu wa thamani ya kazi yako. Kwa hiyo ukifanya hizi ibada zako zifanye vizuri, mkaguzi anaona vizuri, anazipiga thamani. Kadiri ukifanya vizuri ndo thamani ya malipo yako inakuwa kubwa, na thamani ya malipo ikiwa kubwa, nafasi yako, daraja yako ya kwenda kukaa peponi inakuwa ya hali ya juu. Thawabuhum inda Allahi azimun, malipo yao watu wema waliotenda hayo mema mbele ya Allah yatakuwa ni makubwa. Tujizul uqulu an wasfihi, akili haziwezi kutoa mfano, kusifia, kutengeneza wasifu. Malipo yake ni kama haya. Hiyo daraja ya juu peponi iko kama hivi, hakuna mtu anaweza kusifia. Kuna hadithi iko katika Riyadhus Salihin, inapatikana kwamba Bukhari kaisimulia hadithi hiyo. Nasema Nabii Musa alimuuliza Allah siku moja, ya Allah, mtu mwenye kima cha chini peponi unamlipaje? Allah akamwambia, mfano wa hii dunia yenu mara 10. Yaani dunia sasa hivi si unaiona ina mabara haya 6 sijui, na kila bara lina manchi tele, na kila nchi ina mtawala wake. Sasa hii ardhi yote hii ndo malipo ya mtu wa kima cha chini, yule alofanya ovyo ovyo, lakini baada ya kupimiwa mazuri yake yamekuwa mazito kuliko mabaya yake, ndo analipwa kama hii dunia mara 10 mfano wake, kima cha chini. Ujue kwamba Allah ni tajiri. Watu kwa matrilioni yao tangu wa mwanzo mpaka wa mwisho, kila mmoja analipwa kama hii dunia, na inaboreshwa mara 10. Sasa hivi dunia ina wafalme wengi, siku hiyo inakuwa hii ni ya mtu mmoja, na kila mtu mwingine ndo anapata zaidi ya hapa. Hii unaambiwa ni kima cha chini, kama ardhi yetu hii mara 10. Akauliza, sasa kama hii ni ya kima cha chini, huyo wa juu unamlipaje? Allah akamwambia, ya Musa, ewe Musa, hakuna akili inaweza kubeba sasa hivi ikatengeneza taswira, imagination ya maisha ya peponi. Lakini kwa ufupi akaambiwa, inni a'adadtu liibadi as-salihin, mimi nimewaandalia waja wangu wema walioamini na wakatenda, ma la ainu ra'at, nimewaandalia mambo huko akhera ambayo hakuna jicho limepata kuona, wala udhunun sami'at, wala hakuna sikio lililopata kusikia. Hadithi hizi kama aya tunasoma na tunasikia, lakini huwezi kutengeneza picha iko kama hivi, huwezi. Wala khatara ala qalbi basharin qattu, na mambo ya huko peponi kwa watu wema wa kiwango waliofanya vizuri hayazingatii kisa hivi kwenye moyo wa binadamu. Hata wewe uwe mtume huwezi kupata hiyo picha. Subiri mambo, wakati ukifika utakuja kuona uhalisia huko baadaye. Lakini haya ni mambo hayawezi kupatikana taswira yake kwa sasa.
Mifano, Allah anaongea nasi kwa lugha ya mifano ya vitu tulivyovizoea, na wakati mwingine hutaja na majina ya vitu tunavyovijua. Peponi kuna hichi, kuna hichi, kuna hichi, lakini ni mujarradi wa jina tu, hakifanani hicho cha huko na hichi unachoambiwa. Imeeleweka hiyo eh? Kwa hiyo kuna mambo peponi akili za binadamu kwa sasa haziwezi kupata picha yake, hata akisimliwa hawezi kuelewa. Qala Abu Hayani amesema, lamma wasafa almu'minina bithalathi sifati, baada ya Allah kuwasifu waumini kwa sifa tatu: al-imanu, ya kwanza iman, walhijratu, ya pili ni hijra, wamehama kwenye miji ambayo hawana uhuru wa kuabudu, wakatengeneza eneo ambalo wana maamuzi yao wenyewe, wakawa wako safi kwa maneno na vitendo. Na sifa ya tatu, waljihadi bin nafsi wal mali, wamefanya juhudi ya maksudi huko waliko huru, wakajua wana uadui, kwa hiyo wakajipanga katika jihadi. Kile wanachokuwa nacho kwanza wanakisimamia kurithisha kizazi chao, alafu kwa sababu kuna uadui wa nje wanajipanga hichi wanachokipanda hapa kwao kukilinda. Sijui inafahamika? Mambo hayo matatu Allah ndo aliyosifia kwa jamii ya waumini watendaji: iman, hijra na jihad bin nafsi wal mali. Jihadi kwa nafsi na mali, wewe mwenyewe ushiriki jihadi na mali yako uitumie kwenye jihadi. Baada ya kutaja sifa hizi tatu za waumini, qabalahum ala dhalika bitabshiri bithalathati, akafuatisha baada ya sifa tatu za waumini akawabashiria na yeye Allah mambo matatu katika fadhila zake. Kawabashiria mambo matatu. La kwanza arrahmatu, kwanza atawarehemu. Kama walikuwa wana riski nafsi zao kuzipeleka mahala pabaya, anawarehemu kwa kuwapa nyenzo, means ya kujisalimisha na kwenda pabaya waende pazuri. Hiyo ni rehema ya Allah. Pili, arridwanu, kawathibitishia radhi yake. Maana yake unaweza ukawa mahala kwenye neema, lakini mwenye hiyo neema hajaridhika na wewe, hayuko radhi na wewe. Kwa mfano, unakaa kwenye nyumba ya kupanga, una miji pesa yako, umekodi nyumba nzima, mwenye nyumba kataka alichotaka na unamlipa, lakini wallahi nyumba ya kupanga haina raha. Anaweza akafumuka tu mwenye nyumba siku moja akaja kukagua mali yake, akakuita na akaanza kukupa lugha ya shombo na matusi. Bwana, ongea na mbwa wako, tizama wanavyonchorea nyumba. Watoto wako wanaoita mbwa wako. Naona unajisikia vibaya. Na pengine uko ugenini, sharia za hapo ndio hii maana ya hijra. Na kuna watu wanaishi nchini si kwao, huruhusiwi wewe kumiliki kiwanja wala kujenga nyumba. Unakaa hapa ukodi, ulipe. Tunataka hayo maokoto. Pesa unalipa, halafu huna raha kwa sababu yule ambaye kakuweka hayuko radhi na wewe. Mmenifahamu huo mfano eh? Sasa Allah kawathibitishia watu peponi radhi yake. Aliyekuwa kakuridhia hakufanyii maudhi, hutopata baya kwake. Na la tatu alilowabashiria, waljinani, amewabashiria watapata pepo, yani maisha ya kifahari. Wanakaa mahala kwenye maisha ya kifahari wakiwa wamewiwa radhi na halafu wana rehema ya Allah. Fabada birrahmati, Allah ameanza na rehema. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu. Pili, waridwani. Tatu, wa jannatin lahum fiha naimun muqim. Fabada birrahmati, ameanza na rehema, liannaha a'ammu ni'ami. Rehema ni neema mtambuka, ni collective name. Neema zote za Allah zinaingia hapo. Fi muqabilati al-imani, hii rehema ya Allah
inakuja baada ya imani ya mtu. Ukiamini, Allah anapokea imani yako kwa kukurehemu. Wathanna biridwani, nafasi ya pili akaweka radhi, alladhi huwa nihayatul ihsani. Ridha ni upeo wa juu wa ihsani. Yule anayekufanyia ihsani akifikia kiwango yuradhi na wewe, yani hapo ndo kafikia climax ya hiyo ihsani yake. Fi muqabilati jihadi, hii ihsani inakuja baada ya jihadi. Watu wamefanya jihadi, Allah akakabili jihadi yao kwa ihsani ya hali ya juu, kwambia niko radhi na nyinyi waja wangu. Wana wengine wamepoteza roho zao kwenye hiyo jihadi, wakapoteza na mali zao, vyote viwili vikaenda. Mali imeenda na roho ikaenda. Basi Allah anafika mahala ihsani yake ya hali ya juu, anasema mja wangu niko radhi na wewe. Wathalatha biljinani, pepo akaiweka nafasi ya tatu, fi muqabilati alhijra. Hii inafanana, inamechishwa na hijra. Umeacha nyumba yako, mitaa yako, mashamba yako, mali zako wamekufilisi, basi ninakupokea, ninakupa mji mwingine, jamaa nyingine, familia nyingine, huku utaridhika. Hii kupewa pepo ni kama umehama nyumbani kwako, mjini kwako, basi Allah anakuhamishia pengine pazuri. Ni mukabala na alhijratu wa tarki alautani, kule kufanya hijra na watu wakaacha miji yao, wakaacha mijengo yao, Allah anawapeleka kwenye mijengo na miji ya uhakika. Ndio unaambiwa ardhi kama hii yote mali ya mtu mmoja wewe na familia zako, hutosheki tu. Sasa hivi unapimiwa kiwanja cha futi 70 kwa 70, unasema nina kiwanja changu Jumbi, unajisifu 70 box, na pengine gharama za kukijenga zikushinde. Huko unaenda kupewa kama ardhi nzima hii na hutoi senti 5, gharama yake ni amali unazofanya hapa. Ni ihsani ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuacha yako ukajituma kufanya kuwekeza kwenye dini yake. Waqala al-Ulusi, na amesema mwanawachuoni Ulusi, wala yakhfa, haifichikani, anna wasfa aljannati, huwa wasifu wa pepo, bi anna lahum fiha naimun muqim, uliosifiwa kwamba watu wema watakaoingia huko peponi humo watapata neema za kudumu. Haifichiki kwamba jaa fi ghayati al-latafa, imekuja katika lugha ya ndani kabisa. Lianna alhijrata fiha sirru, kwa sababu kuhama, kufanya hijra ndani yake kuna siri, kama Mtume alivyosema, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi, waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imraatin yankihuha. Watu wamefanya hijra kwa mamilioni au maelfu, lakini wanakuwa regarded kwenye hijra yao kwa maana tofauti. Huyu kahama kweli kwa ajili ya Allah, atakuwa ni kwa ajili ya Allah. Huyu kahama huku kafata mwanamke, atakuwa alichokifata mwanamke ndo atakayempata. Huyu kahama kufuata biashara huku, atapata biashara, dunia itamnyokea. Kwenye ile hadithi ndefu, innamal a'malu binniyat. Kwa hiyo hata kufanya haya matendo ya kheri, ndani yake mna siri imefichika, anaijua Allah mwenyewe. Na watafanya watu jambo moja, watumia, lakini watapata malipo tofauti kwa hiyo siri. Allah ndo anayetawala siri, sisi hatujui, huwa tunajifanyia. Kila mwenye kufanya huwa ana nia yake moyoni, na malipo unalipwa kwa vile ulivyokusudia. Umefanya hili, ulikusudia nini? Mimi nilihama kwa sababu nilikuwa kule sina fursa nzuri za biashara. Ilipokuja hii fursa ya kuhama huku, nikajua kwa mtaji nilionao huku mimi nitatoka kimaisha. Kwa hiyo lengo lako ni dunia, utapata. Nafahamika hiyo eh? Kwa hiyo kuna siri ndani ya hiyo hijra, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala na yeye akasema, maana ya aliyoyasema yanamaanisha kuna siri ndani yake. Alladhi huwa qat'atun min aladhabi, siri ya hijra ni kipande cha adhabu.
mtu kuhama kwenye mji wake alipopazoea, anajulikanwa, akaambiwa hama hapa, hamia kwa hala fulani, huna ndugu, huna jamaa, kama umeadhibiwa vile. Kwa hiyo adhabu hii ulioipata hapa kwa muda mfupi duniani, basi Allah atakufariji kwa fadhila zake na rehema zake, na kwa ihsani kubwa atakukamilishia neema zake kwenye maisha yajayo. Kwa kumalizia darasa yetu kwa leo, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha udkhila ahlul jannati aljannata wa ahlun nari nara, wakishaingizwa watu wa peponi peponi na watu wa motoni motoni, pale uwanja wa hisabu peshamalizika kazi, hukumu zimeshafanyika, watu wote weshakaa kwenye makazi yao. Wa motoni wako motoni na wa peponi wako peponi, hukumu imekwisha. Sayaqulu Allahu li ahli aljanna, Allah atawauliza watu wa peponi, ya ahla aljannati, enyi watu wa peponi, hal raditum, hayo mlioyakuta huko peponi mmeridhishwa nayo? Ya ahla aljanna, enyi watu wa peponi, hal raditum, mumeridhia? Watauliza na wao kwa mshangao, ya rabbana, Mola wetu mlezi, hal la adkhaltana aljanna, kwani si ushatuingiza peponi? Hal la taghfira lana dhunubana, kwani si umetusamehe dhambi zetu? Watauliza, kwani si umetufanyia hili na hili na hili na hili na hili, kwa nini tusiridhike? Watahesabu mambo mengi waliofanyiwa, yote mazuri, na mengine wamepewa kwa kiwango ambacho hata wao wenyewe hawakutarajia. Umetufanyia haya, kwa nini tusiridhike Mola wetu? Allah atawauliza tena, awala u'tikum akbara min dhalikum, hampendi nikupeni jambo kubwa zaidi kuliko yote hayo mliopata? Awala u'tikum akbara min dhalikum, sikupeni lililokuwa kubwa kuliko hayo mnayojivunia? Watashangaa pia watu wa peponi, ya Allah, ya Rabbana, wa ayu shay'in akbaru min hadha, kuna kitu gani tena kikubwa kuliko neema zote hizi? Yani mimi mtu mmoja nimepewa ardhi yote hii kubwa, ina majengo, ina miji ndani yake. Yani mke fulani yuko pale, mwingine yuko kule, wake wengine wako huko, we unatembea kwenye ardhi yako kwa raha zako. Una mashamba ya kila aina ya miti ya matunda, maua ya bustani na kila kitu, unatembea kwenye ardhi yako. Halafu uko huru, hubughudhiwi na mtu, haingii mtu mwingine akatafuta kiwanja hapo, kila mtu ana maeneo yake. Hasa anauliza mtu, kuna kitu kingine kikubwa kuliko hiki Mola wetu? Allah atawaambia naam, kuna kikubwa kuliko neema mlizo nazo. Kipi? Atawaambia, al-yawma uhillu lakum ridwani fala askhatu alaykum abadan, leo nimekuhalalishieni radhi yangu, yani kuanzia leo niko radhi na nyinyi waja wangu mliofanya mitihani mkafanikiwa kuingia peponi, na kuthibitishieni niko radhi na nyinyi, na kuanzia leo sitawakasirikia kamwe. Haitatokezea siku mimi na nyinyi tukakasirikiana. Hili linamfanya mtu awe huru. Ndio nikatoa ule mfano wa mtu anaishi kwenye nyumba ya kupanga japo analipia pesa. Kuna siku ngumu anakuja kupewa makavu live, anatukanwa matusi, na halafu anaweza akatukanwa kuambiwa ninakurejeshea change yako, hama. Sasa wewe uliishi duniani, inakuja sometimes unakumbuka, ingekuwa si rehema ya Mola wangu kunisamehe, ningekuwa niko kule motoni na mimi kwa niliyoyafanya. Sasa itakuja pia katika akili yako, lakini hakusahau yale mengine, akaja yakakumbuka ushenzi nilomfanyia, si hatakuja kunitoa humu. Lakini kesha kuthibitishia kuanzia leo niko radhi nawe, hakuna baya kutoka kwangu litakalokufika. Hii kubwa kuliko hizo neema. Kama hizo neema unazo, lakini akilini ikaja
hakuna siku atakuja kukumbuka huyu niliyomfanyia akaja akarejesha tena haya. Hatakuja kunihukumu tena mara ya pili. Kama una simanzi mahala, hata kama kuna neema, utakonda tu. Watu huolewa kwao vyema, kwa mume ndo akenda akakonda. Kula unenepe, wewe kwani ulikuwa unakula kama hivyo? Kula mtoto, kula. Yani hiyo kula inakutokea puani. Jamaa linasimbulia. Wakati mwingine mara kibao kapiga, mara hii anakonda. Yuko kwenye neema, lakini wallahi hana raha. Asa Allah kusema nimekuthibitishia radhi yangu, niko radhi nawe, sitokukasirikia tena kuanzia leo. Yani hapa mimi nakukasirikia viumbe wangu imeisha. Unaishi hapo kwa mapana na marefu, kwa raha zako. Maana Allah haahidi jambo alafu akaghairi. Kwa hiyo neema kubwa zaidi kuliko hizo za kukaa peponi ni hii ya kuthibitishiwa niko radhi nanyi. Radhi ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Aj'altum siqayata alhaji, hivi nyinyi washirikina mnajalia huku kuwapa maji ya kunywa mahujaji, wa imarata almasjid alharami, na kutunza msikiti mtukufu kwa kuangalia jengo, wakati mnakufuru mnashirikisha. Mujijalie nyinyi kama amana billahi wal yawmil akhir, muwe kama aliyemuamini Allah na siku ya mwisho. Wajahada fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, wakapigana kuitetea dini ya Allah kwa mali zao na nafsi zao. La yastawuna inda Allah, hawawi sawa mbele ya Allah. Wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin, na Allah hawaongozi watu madhalim. Yani wewe mshirikina unafanya unayoyaona mema na unategemea Allah si analipa mema anayofanya mtu. Wewe madamu hujamuamini hayo mema unayofanya hayakuongozi, hupati radhi ya Allah, huendi peponi hata kama kuna mazuri umefanya. Allah hamuongozi mtu dhalimu akafanikiwa kwa mema yake anayoyafanya. Imekaa vizuri? Haya. Alladhina amanu, anafafanua sasa tofauti iliyopo kati ya washirikina na waumini. Wale walioamini kutoka moyoni kabisa, halafu imani yao ikawekwa kwenye vitendo. Wahajaru, wakafanya hijra. Wasema hapa tulipo hapa tendeki dini, tunahama. Wakahamia mahala ambapo wana uhuru wa kuabudu. Wajahadu fi sabilillahi, la tatu huko walikohamia wakajikuta hawako huru, wakajipanga vizuri kiulinzi, wakapambana kiume kujilinda na kuilinda dini ya Allah. Bi amwalihim wa anfusihim, panapohitajika mali wametoa mali zao kwa ajili ya Allah, panapohitajika ushiriki wao wenyewe wameshiriki kikamilifu kwa ajili ya Allah. Hawa a'zamu darajatan inda Allah, wana daraja kubwa zaidi mbele ya Allah. Wa ulaika humul faizun, na kama kuna watu wanaotegemea mafanikio, wenye kufuzu ni watu wa aina hii. Hawa tu ndo watakaofuzu, watakaokosa sifa hizi hawamo. Hawa waliofuzu hawa, yubashiruhum rabbuhum, anawabashiria Mola wao, birahmatin minhu, rehema inayotokana naye. Allah anawarehemu. Waridwanin, la pili anawabashiria radhi zake, Allah yuko radhi nao. Wa jannatin lahum, na la tatu anawabashiria pepo ipo kwa ajili yao. Fiha, kwenye hiyo pepo, naimun muqimun, kuna neema za kudumu. Wakishaingia humo hamna maudhi tena. Khalidina fiha abada, watakaa peponi humo milele. Inna Allaha indahu ajrun azim. Hapa mlipo mnatenda, lakini huko mnakokwenda mbele ya Allah kuna malipo makubwa kwa hichi ambacho sasa hivi hapa mnatenda. Mkiharibu mnajiharibia wenyewe tu. Wewe haribu sala yako, haribu funga yako, unajihesabu umefunga lakini umefanya ovyo ovyo. Una ukaguzi uko mbele. Allah analipa vizuri kwa waliofanya vizuri. Kazi ikiwa nzuri zaidi, malipo yanakuwa mazuri zaidi. Ukiharibu unalipwa kwa mujibu wa thamani ya kazi yako.
Wallahu a'lamu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.